Kimya kilitawala ndani ya ile nyumba ya kujificha, lakini haikuwa kimya cha kawaida. Ilikuwa kimya kinachobeba hatari. Robinson alisimama katikati ya chumba kama mtu ambaye hakuwa na haraka na muda. Macho yake yalizunguka polepole akipima kila kona. Kisha yakatua kwa Bavin. Si kwa muda mrefu, lakini ilitosha. Bavin alihisi kama anasomwa, kama vile kila kosa lake, kila uamuzi wake ulikuwa wazi mbele ya mtu huyo. Elisha Dama hakusogea, alibaki pale mlangoni kama ukuta, lakini ukuta unaoangalia. Macho yake hayakuwa ya hasira wala ya huruma, yalikuwa ya mtu ambaye tayari ameamua na uamuzi wake haubadiliki. Una marafiki wa ajabu, Malik, Robinson alisema kwa utulivu. Sauti yake haikuwa kubwa, lakini ilijaa mamlaka ambayo haikuomba ruhusa. Malik hakujibu mara moja. Alikuwa bado amesimama kidogo mbele ya Bavin, kana kwamba anazuia kitu kisichoonekana. Si marafiki, Malik alisema hatimaye. Ni watu ambao hawajachagua upande bado. Robinson alitabasamu kidogo. Ndio wanaokuwa hatari zaidi. Kimya kidogo, kisha Robinson akatoa kitu mfukoni. Kadi, alama ile ile. Aliiweka mezani taratibu. Hakuna aliyeigusa, lakini kila mtu aliona. Hii imeanza kuonekana sana siku hizi, alisema. Macho yake yakahamia kwa Malik, na kila mara unakuwa karibu. Malik alikaza uso kidogo, lakini hakukataa. Bavin alihisi kuchoka kichwani. Kuna mtu atanieleza hii ni nini? Alisema kwa sauti iliyochanganya hasira na kuchanganyikiwa. Hakuna aliyemjibu mara moja. Hilo lilimkera zaidi. Elisha Dama alisogea hatua moja mbele, hatua ndogo, lakini ilitosha kubadilisha hali ya hewa ndani ya chumba. Bavin alihisi mwili wake ukijikaza bila kujua kwa nini. Huyu mtu hakufanya kelele, lakini alitisha zaidi kuliko Simoni. Elimu huanza na ukimya, Elisha alisema kwa sauti ya chini. Ilikuwa mara ya kwanza kuongea, na kila mtu alimsikiliza. Na wewe bado unapiga kelele. Bavin alikunja uso. Hiyo ina maana gani? Elisha hakujibu moja kwa moja. Alimtazama tu, muda mrefu kidogo, kama anapima kama Bavin anastahili jibu. Robinson aliingilia. Tunapoteza muda, alisema kwa utulivu. Kuna watu wanatembea nje wakitafuta nyinyi. Malik alitikisa kichwa kidogo. Simoni hatakimbilia, atasubiri. Robinson alitabasamu. Ndiyo, na hiyo ndiyo inafanya hii iwe mbaya zaidi. Nje, gari lilipita polepole. Mwanga wake ulipenya ndani kupitia dirisha lililopasuka. Kwa sekunde chache, kila mtu alionekana wazi. Kisha giza likarudi tena. Bavin, Robinson alimuita. Sauti yake ilikuwa tulivu, lakini haikubishika. Bavin aliinua macho. Unadhani hii ni kuhusu madawa? Aliuliza. Bavin hakujibu, lakini uso wake ulisema ndio. Robinson alitikisa kichwa polepole. Hiyo ni pazia tu. Alisogea karibu kidogo. Kinachouzwa hapa si unga wala pesa. Alisimama, macho yake yakikaza. Ni watu. Maneno hayo yalikaa hewani, mazito. Bavin alihisi kitu kikivunjika ndani yake. Malik aligeuka pembeni kidogo, kama mtu ambaye tayari alijua ukweli huo, lakini hakupenda kuusikia tena. Elisha, Robinson alimuita bila kumtazama. Elisha Dama alitoa pumzi ndogo, kisha akasogea mezani. Akachukua ile kadi, akaigeuza. Upande wa nyuma kulikuwa na kitu kipya. Namba. Wameanza kutumia hizi kama alama za uhamisho, Elisha alisema. Bavin alishtuka. Uhamisho wa nini? Elisha alimwangalia. Safari hii moja kwa moja. Watu. Kimya kilizidi kuwa kizito. Malik alikaza meno. Chidmonga amevuka mstari, alisema kwa sauti ya chini. Robinson alitikisa kichwa. Hapana. Alimwangalia kwa makini. Hii haikuanza na yeye. Bavin alihisi kuchanganyikiwa zaidi. Umesema yeye ni uso tu, alimtazama Malik. Sasa kuna nani nyuma yake? Kimya. Hata Elisha hakujibu.
Robinson aligeuka kuelekea dirishani, akitazama nje, lakini macho yake yalionekana kuona mbali zaidi ya hapo. Ukijua majina yote, alisema polepole, hutalala tena. Nje hatua zilipita, mtu au watu. Hakuna aliyesema, lakini kila mtu alisikia. Elisha Gama alirudisha ile kadi mezani kwa utulivu, lakini safari hii alivuta kisu kidogo kutoka mfukoni na kukata kona yake. Ishara ndogo isiyoeleweka. Malik alimwangalia. Hiyo ina maana gani? Elisha alijibu bila hisia, inamaanisha wamechelewa. Sekunde chache baadaye, mlio wa gari ulisimama nje. Robinson alifunga macho kwa sekunde moja, kama mtu anayehesabu kitu. Kisha akasema, sasa tutaona nani anawinda nani. Bavin alihisi moyo wake ukianza kupiga kwa nguvu tena. Lakini safari hii haikuwa hofu tu, ilikuwa kitu kingine, uamuzi. Mwisho wa episodi ya 5 itaendelea.